au hata wakikosea hawasemwi. Kuna watu tu wataangushiwa jumba bovu, watamtafuta tu mchawi wa kuangushiwa jumba bovu. Yaani kwa upande wa Pacome this season ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mzuri, amesha prove, lakini kwenye baadhi ya game ambazo tunahitaji awe kwenye kiwango chake ana drop sana na performance yake imekuwa chini, ambayo inawaangusha watu wengi. Watu wengi wanaweza wakasema mbona mechi fulani anacheza vizuri. Je, anachokifanya uwanjani kinaathiri moja kwa moja matokeo ya mechi? Shida sio kuto kucheza vizuri au kucheza vibaya. Shida sio kiwango chake au nini. Ana kiwango kizuri, ni mchezaji mzuri, mchezaji bora. Je, anachokifanya uwanjani kwenye muda husika kinaathiri vipi matokeo ya timu yake? Sometimes unakuta anakaa na mpira sema ambayo atakiwa kana mpira, atapiga chenga, tutapiga makofi, tutafurahi. Haya, output baada ya chenga ni nini? Inakuwaje? Yes. Kuna baadhi ya mechi sasa zinahitaji wachezaji wote uwanjani wawe kitu kimoja. Nikimaanisha nini? Yaani kama tunaamua ku press kwa nguvu, tutapress wote kwa nguvu, tutasprint kwa nguvu, tutakimbia muda wote uwanjani. Lakini kwa upande wa Pacome inakuwa ni tofauti kidogo. Ni mchezaji ambaye hakupi ile mikimbio muda wote. Yaani kuna time ata drop, atakuwa kama abiria uwanjani. Yaani atasimama. Ukiangalia mechi dhidi ya Farabat ndo mchezaji ambaye ameitwa mara nyingi na kocha Pedro. Muda wote anaitwa Pacome, run, Pacome, run, Pacome, run. Yaani alikuwa analeta uvivu, analeta uvivu. Na kuna baadhi ya watu nimesikia huko, utasikia wanasema unajua kadri muda unavyozidi kwenda inabidi upunguze kidogo starehe hizi, kwa sababu mwili nao unaishiwa nguvu, kwa inabidi kidogo uwekeze nguvu kwenye mazoezi. Ukiwa mtu wa starehe hizi, upate muda mzuri wa kupumzika, utakuwa hata fitness yako itapungua. Watatona huyu kwa sababu utakimbia moja, utakimbia mbili, utakimbia tatu, pumzi itakata, mtaanza kuelemewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu fitness yako na endurance yako iko chini kutokana na lifestyle yako unayoishi. Yes. Kuna baadhi ya wachezaji ukiangalia kama mchezaji Mohamed Hussein Zimbwe Junior, Shomari Salum Kapombe, yani wapo kwenye peak miaka 10-15, wapo kwenye ile peak yao. Kwa nini? Wanajitunza sana, wanajua wafanya nini, discipline ya hali ya juu, wanafanya mazoezi kwa kiwango kikubwa. Yani wako vizuri, wako fit kwa sababu ya discipline. Kwa hiyo baadhi ya wachezaji hawa ukiangalia kina Mpanzu kama hivi Pacome, yani inabidi wapunguze kuwa na mambo mengi. Starehe hizi zitaharibia. Yani itafika time sehemu ya kupasia unataka ukimbie na mpira ovyo, sehemu ya kupress, sehemu ya kukaba kwa nguvu una trot. Kwa sababu gani? Fitness ile inakuwa iko chini na endurance ina drop kwa sababu ya lifestyle ambayo wanaishi. Na kwa kawaida wanasema kuna vitu vinafanywa mazoezi, lakini sio discipline. Discipline ikikata tutajua tu uwanjani. Utakuja usprint. Ndio, kwa hiyo kwa upande wa Pacome anabidi a step up sana. Ukiangalia kama mechi ijayo hiyo ya nyumbani inamhitaji Pacome mwenye kiwango cha hali ya juu. Kwa hiyo kama hii wiki nzima hii anabidi apumzike, hayo mavitu apumzike tu. Yaani kama atakuwa na meneja wake karibu au atakuwa akaa naye vizuri, awe na daktari, awe na mtu wa chakula, wakae vizuri, wamwambie Pacome, hii mechi ni yako. Tunakutaka wewe ukiwa fit, ukiwa kwenye hali fulani nzuri, uache vitu ambavyo vitakupunguzia ubora kwenye mechi husika. Yes, naamini atafanya vizuri na atakuwa bora. Yes. Kuna watu walikuwa wanasema sasa mliokuwa mnamlaumu kocha Pedro kwa kumwacha Pacome nje, ongeeni. Unajua kuna kama mechi ya Ahli ya ugenini, mwalimu Pedro aliamua kutokwenda na Pacome kwa sababu kwanza approach ya game husika. Pacome hawezi kukupa runs dakika zote 90. Hawezi kukupa runs wakati timu inashambuliwa. Na approach ya Young Africans ilikuwa ni kuzuia mid block na low block na kushambulia kwa kushtukiza. Sasa inabidi uwe na wachezaji ambao sio abiria uwanjani. Inabidi uwe na wachezaji ambao watakimbia muda wote, wataenda kulia, watakimbia kushoto, mithili ya kina Duke Abuya, au kina Maxi. Yes, kina Depu juu pale muda wote atakimbia kulia, atakimbia kushoto, atafanya movements. Lakini kwa upande wa Pacome kidogo inakuwa ni tofauti kwa sababu ya game style yake na pia endurance yake na fitness yake sio ya kumfanya awe anazurura uwanjani dakika zote. Makocha wanaona, lakini sasa shida sisi mashabiki tuna wachezaji wetu. Shida mashabiki tuna majina yetu, tuna line up zetu. Unataka first 11 yani tuna line up zetu. Yani inaweza ikatoka line up shabiki akaingia Instagram pale akasema
sawa timu yangu, lakini hapa moyoni anasema hapa tushafungwa. Au sasa huyu wa nini? Pacome kaka nje kwa sababu gani? Kumbe kocha anajua, anaishi nao mazoezini, anajua yes. Kwa hiyo ndio hivyo. Yeah. Kwa hiyo mashabiki wasimlaumu sana kocha kwa sababu ameshaonyesha. Na wao wenyewe wanaona. Yeah. Ndio, wao wenyewe wanaona nini amekifanya, ndio. Kwa mashabiki wamheshimu kocha. Wamheshimu kocha na wamwachie afanye kazi yake. Yaani ile ni profession yake.